Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa masomo haya, na kukaribisha tena katika mfululizo wa najua wewe ni mwanazuoni mwenzangu, na ukaribisha tena kwa roho nyeupe kabisa tunapoendelea kujifunza ukuu wa Mungu kwa njia ya Biblia. Unapokutana na masomo haya na kuomba kitu kimoja, hebu subscribe pale, alafu ushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupokea vipindi mbalimbali katika simu yako. Mungu akubariki kwa hilo. Katika mfululizo wa masomo haya yenye kauli mbiu inayosema vikwazo vya utume wa Bwana, na leo tunaingia katika sehemu ya 6. Tumeenda mbali sana. Hebu tuombe. Baba, asante kwa uvumilivu wako unaotupatia sisi viumbe wako chini ya jua. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika jina lake Yesu. Amen. Katika sehemu ya 6 tutaangalia Shetani anavyotumia vikwazo katika nyanja za kawaida sana za kibinadamu. Ndio lengo na makusudia ya masomo haya, kwamba wengi tumezoea kumuona Shetani labda akija katika maeneo makubwa, maeneo yenye heshima, maeneo yenye hatarishi. Leo Shetani anakuja kwa vificho, na ndio madhumuni na makusudio makubwa ya vipindi hivi. Katika sehemu ya 6 tutaangalia jinsi ambavyo vikwazo katika kazi ya Bwana hapa duniani, Shetani amejikita kwenye uchumi. Unajua uchumi, unapozungumzia uchumi ni hali ya mtu kuwa na uzuri wa maisha bora, una pesa, una magari, una uchumi mzuri na kadhalika na kadhalika. Ni kweli kwamba Mungu wetu wa mbinguni ameandika katika maandiko yake matakatifu kwamba vitu vyote vijavyo dunia ni mali yake, na wote wanaokaa ndani ya hii dunia, ukiona fedha, majumba, nini, ni mali ya Bwana, na magari ambayo wanadamu wanatembeza yote ni mali ya Bwana, maana yeye ndio mwenye kutuwezesha hayo magari. Ni kweli kabisa. Lakini sasa ndani yake kila penye pando jema aliyolipanda Mungu, Shetani ameingia. Mungu anahitaji wanadamu tuwe matajiri, tuwe watu wenye fedha nyingi, na hizo fedha tuzifanye kwa ajili ya kuendeleza kujenga ufalme wa Mungu. Lakini Shetani anatumia vitu viwili. Akiona mtu ameshabarikiwa na Mungu, Shetani anamuingia kiujanja, anamwekea kiburi, anamtolea unyenyekevu. Mali alizo nazo huyo mtu anaona watu wengine hawafai, na sasa anazitumia kwa namna anayojua yeye Shetani, mambo ya kiulimwengu. Yaani unatolewa katika mfumo wa mali zako zifanye kazi kwa Bwana, badala ya kufanya kazi kwa Bwana unakwenda kuzifanya kazi kwa Shetani. Shetani anatumia kanuni hiyo, uchumi. Lakini bidii yake ni kwamba unaweza ukabarikiwa na Mwenyezi Mungu, lakini baadaye ukashangaa utajiri wako wote umeisha, wote umekuwa maskini wa kutupa. Kwani watu wa namna hiyo mitaani wapo kabisa. Maana yake ni kwamba Shetani anatumia kofia zote mbili. Unaweza ukabarikiwa na Mungu akakuingilia katika mifumo yako ya uchumi akakuvuruga, lakini pia anaweza akakuingia katika mifumo yako ya uchumi akakufanya uwe wanyanyase wenzako. Sio wenzako tu, ukatumia fedha zako kutaka kuzuia watu wasifanye kazi ya Bwana, ukatumia fedha zako kuzuia watumishi wa Mungu wasiende sehemu fulani, badala ya kutumia fedha zako kuzitoa watumishi wa Mungu wapeleke injili sehemu mbalimbali. Na ndilo agizo la Yesu. Lakini vikwazo vya utume wa Bwana sehemu ya 6, Shetani anaweza akatumia uchumi ulio nao kuwa kikwazo kikubwa kwenye kazi ya Bwana. Unaweza kubarikiwa kanisa au sehemu mbalimbali, wanakutegemea wewe kiasi fulani uwabebe au wainue sehemu fulani uwaongezee. Wewe unasema bila mimi hiyo kazi haiendi, unaweka vikwazo. Unakuta kazi ya Mungu inaharibika. Hapana, ukibarikiwa na wewe bariki wengine. Ukifanikiwa fanya kazi ya Bwana ili mambo ya Mungu yaende sawa sawa. Lakini katika ulimwengu leo pia kuna watu wanaitwa maskini.
watu ambao hawana kitu kabisa. Unawakuta wale wana nia ya kufanya kazi ya Bwana, lakini hawana fedha, hawana magari, lakini nia yao nia ya kufanya kazi ya Mungu ipo. Mpendwa mtazamaji, ni kwamba hata masikini Biblia inasema kwamba hawatakoma katika huu ulimwengu. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 na ile fungu la 10, Biblia inaandika hivi: maana shina moja la mabaya la kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Shina la mabaya ni kupenda fedha. Fedha. Ukipenda fedha sana, hatukatai kupenda fedha, ni jambo jema katika ulimwengu. Lakini ukiipenda fedha hatimaye ukamweka Mungu nyuma, nayo ni ajali. Mungu kwanza katika fedha zako, Mungu kwanza katika mali zako, Mungu kwanza kwa vyovyote. Usinyanyase watu. Shina la mabaya ni kupenda fedha. Kwa hiyo unaweza kubarikiwa ukashangaa umemwacha Mungu wa mbinguni. Mtu wa Mungu pia akatoa ushauri huu, agizo kwa matajiri. Hiyo Timotheo wa kwanza 6 fungu la 17, Biblia inaandika hivi: walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune, wasiutumainie utajiri wao wakamwacha Mungu. Maana siku anavyokuja Yesu atawaacha. Kama nilivyokwisha kuzungumza, unaweza ukabarikiwa, lakini baadaye, baada ya kubariki watu au kuwasaidia watu, ukaonekana kwamba wewe umekuwa ni kwazo. Sasa mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi, angalia mambo ya ajabu yatakayotokea mwisho wa ulimwengu. Yesu anapokaribia kurudi mara ya pili, Shetani atajikita kwa namna ya ajabu kuleta vikwazo katika kazi ya Mungu wazi wazi. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na lile fungu la 16. Utaanzia fungu la 11 ukiwa na muda, lakini anasoma lile fungu la 16. Anasema hivi, kwanza fungu la 15: akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Fungu la 16: naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Fungu la 17 ambalo ndilo fungu la muhimu sana tena, kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Siku za mwisho kabla Yesu hajaja mara ya pili, watu hawataruhusiwa kununua wala kuuza mpaka wawe na chapa kwenye mikono yao, wamepokea chapa ya mnyama. Tajifunza masomo haya siku za usoni. Maana yake ni nini? Utaletwa mgomo baridi duniani, kwa sababu hao wakuu wa dunia watakuwa ni watu wenye wanashikilia uchumi wa ulimwengu. Shetani atawatumia kuleta vikwazo, kwamba mnajifanya nyewe mnamwamini Yesu, mnajifanya nyewe ni watu wa imani, mtaletewa mashinikizo magumu. Mkikataa mtazuiliwa, hakuna kununua wala kuuza. Yaani maana hamtafanya biashara, hamtakula mpaka muipokee ile chapa ya mnyama. Vikwazo vya uchumi Shetani atavitumia siku za mwisho, ndio kuzuia kazi ya Bwana. Nataka niwaambie, Yesu kabla hajaja mara ya pili, vita kubwa iliyo ngumu katika ulimwengu huu tulionao, ulimwengu wa kiroho na wa kimwili pia, ni vita vya kiuchumi. Leo kila nchi inapambana, nani mkuu, nani yuko juu, nani zaidi. Ukiona taifa fulani linaamka kwa ajili ya kuwa na uchumi bora duniani, anaamka tena mwingine anampiga, anamzoofisha. Vita vya kiuchumi. Lakini nataka nikwambie hivi, vita vya kiuchumi vitagusa mpaka watu wa Mungu ndani ya imani. Napenda nikupendekezee siku hii ya leo ya kwamba mche Mungu, mali tulizo nazo
zisitufanye kuwanyanyasa watu. Lakini pia napenda kuwaambia kizazi cha mwisho wa ulimwengu hakisomi maandiko. Naomba tusome Biblia tuelewe majira na nyakati Yesu anarudi mara ya pili. Kwa hiyo uchumi tulio nao una faida na hasara pia, lakini cha msingi faida kubwa ni kumtumikia Mungu. Lakini hali nilio nayo, heshima nilio nayo ya uchumi, nikienda kuwanyanyasa watu na kuwasumbua watu ambao Mungu amewaumba, ni makosa. Mungu akubariki. Tunapoendelea kujifunza masomo haya, endelea kufuatilia, endelea kusoma maandiko matakatifu, na siku moja Yesu anaporudi mara ya pili tuonekane katika ufalme wa Baba. Mungu atubariki. Mungu akubariki katika jina lake Yesu. Amen.